Hello, najua utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini nimesema tumia siku 20 kuweza kuanza kulipwa na Facebook? Sasa bila kupoteza muda naanza kuelezea kwa makini. Kwa nisikilize kwa makini na utaelewa kwa nini nasema tumia siku 20 ili uanze kulipwa na Facebook. Kama unavyojua, ili uanze kulipwa na Facebook, cha kwanza kabisa uwe katika nchi ambayo inafanya monetization. Kwa sasa kama Tanzania, tuseme dunia kwa ujumla, Facebook inalipa. Kingine uwe na followers at least 1000 kwa sasa. Sio kama zamani walikuwa followers 5000 kuendelea. Aidha katika professional mode account au uwe una page. Kingine kabisa uwe hauna restriction, hauna kizuizi chochote. Uwe na miaka 18 na uwe una vitambulisho ambavyo vitakuwa vinahusika. Pia uwe umeweza kufikisha katika video zako ndani ya siku 60 ziwe zina masaa kama 60,000. Yaani 60,000 ndani ya siku 60 kwa maana ya miezi miwili ya. Na maanisha miezi miwili. Sasa kwa nini nimesema siku 20? Hakikisha kabla haujaanza hili zoezi la siku 20, aidha unatumia page au unatumia professional mode account, uwe una at least followers 1000. Kwa sababu monetization sasa hivi inaanza na followers 1000. Hiyo cha kwanza sasa. Cha pili kabisa, kama haujaanza kulipo, nenda katika Facebook kama hivi. Ingia katika dashboard, nenda katika monetization. Ukishafika katika monetization, hakikisha sasa kipengele cha stars unaki-notify kwamba unasema interested au notify me kwa sababu inategemeana na simu. Kipengele cha monetization hivyo na kila kipengele cha monetization una turn on, kwa maana kwamba unaambia kwamba Facebook, mimi nipo tayari kuanza kulipwa pesa kupitia ninyi. Kwa hiyo hawa jamaa watapata taarifa kwamba creator fulani kutoka sehemu fulani anahitaji kuanza kuingiza pesa. Hiyo ni hatua ya pili. Zingatia hatua ya pili. Hatua ya tatu, anza kutengeneza content. Sawa? Kama unavyotambua kwamba sasa hivi Facebook unaweza usiwe mtengenezaji wa video kama wengine, hauna idea ya content. Sawa? Lakini sasa wewe kama ni mzuri katika uandishi, sasa hivi Facebook inalipa katika uandishi. Pia una post story. Yaani mtu anavyokuwa anaangalia story yako pale ulipoipost ndivyo anavyoingiza pesa. Sawa? Kwa hiyo unaweza kupata pesa kupitia uandishi pamoja na story kama wewe sio content creator, yaani kutengeneza video, either ni short video au long form video. Sawa? Hiyo ni njia ya tatu. Njia ya nne, hakikisha sasa unafanya weekly challenge. Sasa weekly challenge inapatikanaje? Ingia katika account yako ya Facebook pale juu, angalia dashboard. Hii weekly challenge ni kila baada ya siku 7. Kila baada ya siku 7. Hakikisha hizi weekly challenge unazimaliza. Kwa sababu hizi weekly challenge ndio zitakupa achievement. Utashangaa umeingia level namba 1, 2, 3, 4, 5 mpaka 7. Kwa kila level unavyozidi kuifikisha ndivyo engagement yako inakuwa. Kwa maana ya kwamba unapata watazamaji wengi, unapata watu wengi wanaofuatilia account yako, reaction nyingi kwa maana makopa comment na nini. Sasa hivi vinakusaidia wewe sasa kuwa notify Facebook kwamba huyu creator fulani bwana ametimiza vigezo ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuanza kulipwa pesa. Weekly challenge. Kuna ile labda umwambie baba comment katika video za watu, yani katika account za watu ucomment yani mara 10. Kwa maana kama unaingia katika account moja una comment, ya pili una comment mpaka account 10. Yani umaanisha kwamba usha comment 10 katika account tofauti. Pia unaweza kaambiwa public post. Yani kama picha ziwe public, kwa maana kama account yako usimeweka public, unaipost yani watu wanakuwa wanaangalia, yani yoyote yule ambaye ni mtumiaji wa Facebook anaweza kaitazama picha yako. Labda kwa wiki umepost labda 6. Ukija katika upande wa reels ambao sasa hivi ndio video, yani reels sasa hivi ndio video. Yani ukipost kwa mfumo wa long form video au short video inakuwa tu ni reels kwa mara moja. Kwa hiyo unaambia baba Felipa, yani uposti video 3 ndani ya wiki. Hakikisha unaposti, sawa? Alafu pia upate interaction. Kwa maana kwamba hakikisha unatembea katika account za watu na comment ya nini. The way unavyofanya vile mtu ndo anakufollow wewe. Akisha kufollow anakuwa na yeye anakufuatilia. Kwa ukipost comment au ukipost tu ana react. Akireact pale baba upate reaction 300 katika siku 7. Kwa the way unavyofanya weekly challenge ndo the way unajikaribisha kuanza kulipwa pesa kupitia account yako ya Facebook. Kwa usikate tamaa, fanya hivyo. Kingine kabisa, epuka kufanya makosa kama vile kutumia content za watu wengine kwa ajili ya kuanza kulipwa. Usifanye makosa, usitukane kwa sababu unajua sasa hivi hii mitandao inatumia AI na sasa hivi lugha zote duniani zinatambulika. Una comment matusi katika video za watu, unakula restriction. Unatumia video ya mtu mwingine kuingiza katika account yako, unakula restriction.
Kwa hiyo unapojiingizia restriction, maana yake kwamba unashindwa kuweza kupata kipengele cha monetization. Hapa sasa tengeneza content zako zio original, sawa? Unachukua content yako unatengeneza mwenyewe, unaandika scripts, una shoot, una edit au una type una nini. Ila pia kama umeshindwa kutengeneza content, pia kuna ile kufanya reaction video. Kama unavyoona mwingine anafanya kama anatizama tu video ya mtu na nini. Hakikisha una edit, unaongeza baadhi ya vitu color na nini, video yako inakuwa na utofauti, kwa sababu sio kila mtu ni mzuri katika utengenezaji wa content. No, unaweza kutumia content ya mtu mwingine kwa ajili ya kutengeneza content yako, lakini ifanyie editing ya maana. Hata mtandao wenyewe unakuwa unashindwa kutambua kwamba hii umeiba kutoka sehemu fulani, kwa maana umeongeza vitu maandishi, captions na nini. Kwa hii kitu itakusaidia sana, sawa? Kwa hiyo ndani ya siku 20 ukifanya hivi, post consistency, yani kila siku una post. Yani sasa umeshamaliza weekly challenge, usikae ukaboteka. Post hata video 10, 20, wewe ni post tu, kwa maana kwamba tunataka tupate yale masaa 60 ambayo yanakusaidia wewe kuingia katika monetization. Post kwa wingi, usikate tamaa, na kuhakikishia ukifanya hivi ndani ya siku 60, basi unakuwa upo eligible kuingiza pesa Facebook. Sasa mpaka hapo ndo mwisho. Kama una swali naomba comment hapo chini, pia usisahau kusubscribe ili nikitoa video nyingine uwe wa kwanza kupata taarifa.